Niseme asante kwa wewe na wote ambao kila mara tunakuwa pamoja hapa Double Updates. Hii ni ulimwengu wa siasa na ninachokuomba ni baki na mimi mwanzo mwisho. Huwa wanasema Rigathi Gachagua ni mkabila, sio? Kwa hiyo wao sio wakabila. Lazima tujue ukweli, na ukweli wetu tunauanzia hapa kwenye hii video kutoka KTN News. Taarifa ya polisi inajipata katika kurunzi kali, maswali yakiulizwa kuhusu madai ya ukabila katika baadhi ya vituo muhimu vya polisi jijini Nairobi. Madai kwamba idadi kubwa ya maafisa wakuu wa vituo vya polisi OCS wanatoka eneo moja na jamii moja ya kikabila yamezua mjadala mkali, dhana iliyopingwa vikali na wakuu wa polisi nchini. Na kama anavyoripoti mwanahabari wetu Francis Ontomwa, mjadala huu umefufua maswali mazito kuhusu mshikamano wa kitaifa. Kuibuka kwa madai kuwa vituo vingi vya polisi jijini Nairobi vinasimamiwa na maafisa wakuu wa vituo OCS kutoka jamii moja ya kikabila zilizua mjadala mkubwa mtandaoni na kulazimisha huduma ya taifa ya polisi kujibu na kukana madai haya vikali. Ingawa baadhi ya majina yaliyosambaa mtandaoni hayakuwa sahihi, KTN imefanya uhakiki wake na kubaini kuwa baadhi ya vituo muhimu zaidi vya polisi katika jiji la Nairobi vinasimamiwa na maafisa wanaotoka jamii hiyo hiyo ya kikabila. Vituo hivyo ni pamoja na Lang'ata, Kamukunji, Industrial Area, Gigiri, Kilimani, Kasarani, Parklands, Soweto na Mihang'o. Mamlaka huru ya usimamizi wa huduma ya polisi IPOA imeelezea KTN kuwa inaendelea kuchunguza swala hilo na itatoa hadharani matokeo ya uchunguzi wake pindi utakapokamilika. Article 56 which provides affirmative action, particularly for marginalized communities. So, I mean, the state cannot hide behind, major ethnic communities only, because the Constitution has expressly provided that even minority and marginalized groups must be represented in public service. Na hii ndiyo sababu mjadala huu umezua hisia kali na maoni mengi mtandaoni. Nafasi ya afisa mkuu wa kituo cha polisi OCS ni miongoni mwa nafasi muhimu zaidi katika kituo chochote cha polisi, akiwa na jukumu la kusimamia shughuli za kila siku, wafanyakazi na masuala ya usalama. Katiba ya Kenya inasisitiza ujumuishi ndani ya taasisi za umma. Ibara ya 232 ya katiba inayohusu maadili na kanuni za utumishi wa umma inasema kuwa ni lazima kuwepo uwakilishi wa jamii mbalimbali za Kenya katika taasisi za kitaifa. Kadri nchi inavyoanza kuingia katika msimu wa siasa kuelekea uchaguzi wa mwaka 2027, bila shaka uchunguzi na ufuatiliaji wa taasisi zinazohusika na kudumisha sheria hauwezi kuepukika. Na kwa nchi ambayo historia yake imegubikwa na mivutano ya kikabila, kudumisha imani ya wananchi kwa taasisi za kitaifa kunabaki kuwa jambo la msingi. Francis Ontomwa, KTN. Na taarifa hiyo ya Francis. Bas, asanteni sana KTN News. Vituo vya polisi 9 kubwa ambavyo vinapatikana Nairobi, sawa, wote ma-OCS ni wa Kalenjin. Ndio kitu ambacho KTN News inajaribu kukuambia. Tuhesabu: Lang'ata, Kamukunji, Industrial Area, Kilimani, Kasarani, Parklands, Soweto, Mihang'o, Obama, au ni kuongezea moja. Kuna police station inapatikana pale Kibera inaitwa Villa Police Station. Fanyeni uchunguzi mkubwa ni nani. Anyway, tushajua numbers. So hapa Nairobi kuna constituencies ngapi? Hapa Nairobi kuna constituencies 17. Sasa kwa constituencies 17, 9 wanapatikana OCSs wa Kalenjin kwenye hivyo vituo 9 kwa constituencies 17. Kwa hiyo yani tunabakisha tu OCSs 8 ambao mimi personally sijafanya uchunguzi. Bado sijafanya, nitafanya uchunguzi, nitawaletea hata hizo 8. So let's assume kwamba hizo 8 ambazo zimebaki ndo watu wamepewa, watu wamegawanishwa. Wajaluo, Waluya, Wakamba. Unaweza kukuta kuna kabila ina mtu mmoja, alafu kuna kabila nyingine ina 9. Honestly speaking, so nyinyi
kutokuwa wa kabila, and I'm talking about Ruto na watu wake. Nyinyi sio wa kabila kabisa. Nao sasa tusiongee kwa hisia, tusitusiane, tusiongee vibaya. Nyinyi sio wa kabila, si ndio? Ruto wewe umeenda kwa point nani? Murkomen kama CS wa Interior. True or false? Sasa nyinyi mkaona vituo hivi vyote vya polisi muwe mnaweka OCS wa Kalenjin. Hiyo sasa ndo tunasemaje hiyo? Tuna describe vipi hiyo? Sio ukabila, si ndio? Hiyo sasa sio ukabila hiyo sasa tunaita vipi? By the way, Oburu waga analilia zoning So when it comes to zoning, hii sasa ndo real zoning, and I'll tell you the reason why. Unaona barabara kuu zote za Nairobi. Barabara kuu zote za Nairobi ukiangalia hawa OCS na hivi vituo vya polisi, yani vimewekwa sehemu au namna walivyochagua nani anaingia hapa ndo zoning sasa hiyo. Okay. Tuyataje mabarabara ambayo nyinyi mnajua. Kuna Wayaki Way. Sawa, ndo watu wa Westlands, Uthiru, tunaenda huko mbele. Hapo unajua wako na Parklands pale. And Parklands wanaweza wakacoordinate na wale wa when you talk about Parklands, uko vizuri upande huo mwingine wa maybe Westlands and barabara hiyo Wayaki Way ukiteremka, bado wanaweza wakacoordinate na wale wa pale chini. Sio anaitwa ile police station ilikuwa pale chini inaitwa ambayo iko pale kwenye ile polytechnic inaitwaje ile Kabete. Kabete police station kama sikosei. So wale sasa wanaweza wakacoordinate. So when it comes to Wayaki Way hapo wako vizuri kabisa. Gani Jogoo Road tuzungumzie Jogoo Road. Jogoo Road wako na Kamkunji kama sikosei. Kamkunji, but again hiyo barabara ya kwenda Rongai, hiyo ya Lang'ata, pale wana Lang'ata sasa wana Lang'ata police station. Kuja wapi huko? Kangundo Road. Kangundo Road sasa wana Obama police station. Then let's talk about ile barabara ile ya Utawala ile ambayo inaendaga mpaka ina connect na ile ya Mombasa Road. Pale wana Mihango police station, wanaweza waka connect pale, au hata Soweto. Sawa, okay. Soweto ni maybe Soweto ni ya Kangundo Road, but Obama pia ni ya Kangundo Road. So I think ukiangalia ile barabara ya kwenda Utawala ile highway ya Utawala ile, pale utapata kuna hiyo Mihango kama sikosei. Then ukiangalia town kuna industrial area. Sijataja Kilimani hapo Ngong Road. Kilimani na Ngong Road ni karibu sana. So pale kila kitu kinakuwa vizuri. So hata hawana wasiwasi. Hata sasa ukienda sijui Ruta huko chini huko Dagoretti huko, bado watu wa Kilimani ile ndo main station kabisa. So unakuta hizo barabara zote zinakuwa covered. Hata ukiangalia Mombasa Road bado kuna industrial area. Ukiangalia Thika Road kuna Kasarani police station. So yani zoning yao yani imekuwa tight vizuri. Yani kitu kikitokea wana access ya maafisa wa polisi, ikitokea shida imetokea like barabara hii main roads ambazo tunazo hapa Nairobi. So hapo nadhani tumemaliza vizuri sana. When it comes to appointments, mimi naamini kwa upande wangu kama kuna mtu mkabila hapa ambaye tuongee tu kweli kulingana na namna vitu vilivyo, Mr. President anaweza akawa anaongoza. And by the way, let me tell you the truth kuhusu hawa viongozi wetu. Hawa viongozi wetu hakuna mtu ambaye sio mkabila. Let's be honest. Sidhani kama kuna mtu eti sio mkabila. Sasa Ruto yeye si ni Mkalenjin. Na ndio maana unaona hizi appointments zimeenda hivi. Angekuwa Mkamba unadhani eti hizi appointments zingekuwa hivi? Hapana, haiwezekani. Ndio maana Murkomen yuko pale. Unajua nyinyi hamjui tu. Angalieni hata kwenye docket zingine, sio Ruto peke yake. Angalieni hizi docket zingine. Hapo almost kila mtu 99.9% ni mkabila. Mimi nakwambia ukweli. Hii story ya kushambulia Rigiji ni mkabila hiyo. Hata wao wakabila kabisa. Hata Rigiji mwenyewe mkabila. Hakuna hapa mtu ambaye sio mkabila. Tusidanganyane. Maybe wawili watatu wanne. But 95% sio 90 ngapi. Tuachane na hiyo, tayari watu washajua ukweli. Tuje hapa kwa Rigiji.
Rigiji amejibu akina Munya kwamba nyinyi mnasema eti nawahangaisha, si na wadharau, si nini. Hii ndo story. Nimeona juzi my brothers pale Justin Muturi, Peter Munya na huyu Lene Kivuti wanalia. Ati DCP imekuwa too strong. Rigiji hataki chama zingine. No. I think they are misguided. Mimi nataka vyama nyingi. Kwa sababu mimi nataka kuwa president, si ndio? Vyama zikiwa mingi watasaidia kwa voter turnout. Si ndio? Watasaidia kwa voter turnout. Tena tutakuwa na ma-agents wengi. Pale Olokalao tulisaidika kwa sababu ma-agents walikuwa 8 against yule moja wa Kasongo. Hao 8 wote tulikuwa tunasaidia. So we want political parties mingi. Kila mtu ajaribu. Na mimi sijasema mtu avuje chama yake. No, mimi nasema kila mtu aingie DCP. Si ndio mimi nasema? And I'm doing it daily. Mpaka leo si niko na nyinyi. Niko na watu wengine. Saturday nilifanya mkutano 3 Nyanyuki, Chaka na Rumoro. Sunday nilifanya mkutano 7 Nyandarua. Kesho niko na watu hapa na wengine. Friday niko Kiambu town. Saturday niko Kajiado. Sunday niko Kiambaa. Monday niko Narok. Si mimi natia bidii. So DCP imekuwa na umaarufu because party leader Rigathi Gachagua na jeshi yake, they are working hard. Si ndio? Chama lazima uuze na sera. Lazima uzunguke. So mimi naambia my brothers, please, nimeshukuru sana mmekuja. Kivuti sijakuwa nimekuona. Welcome. Munya nimeona umekuja. Kuja. Hii safari ya kufukuza Kasongo hapana rais. Kutoa rais kwa ofisi ni kazi. So come we work together. Na muuze chama. Muuze chama. Sasa mutaenda hasara mkikosa kuuza chama. Sasa wewe Munya na PNU Olokalao bado fika. Sasa mkapata kula 28. Unapata aibu. Kwa sasa ukikosa kufanya kampeni utapata kura. I want to clarify today that DCP and Rigathi Gachagua welcome all political parties. They come. We compete fairly. The only thing hatutaki mashindano ni kitimo ya rais peke yake. Hiyo tunataka tuelewane zote. And since Munya anasema 1 term, Muturi anasema 1 term, huyu Kivuti anasema 1 term. Iko vita wapi? There's no problem. They are all saying the same thing. The only difference is the level of activity. Sisi tuko na bidii. And you know, there is no shortcut to hard work. There is no replacement for effort. So my brothers, please come. Tusukume. Tukusikia mkutano huko, pande hii ufanye, pande hii sanya watu. Mimi nasimamisha mtu kila pahali. Ile kiti tutaelewana ni ya president peke yake. Na mimi nataka nipewe. Nisipopewa tupewe mwingine. Si ndio? Lakini ya governor Embu niko na mtu. Meru niko na mtu. So how those 2 governors labda ndio wanalia. That one I cannot help them. Hiyo watajitetea kwa raia. But I am saying we have nothing against other political parties, especially hapa Mlimani. Na ujue mimi ninapenda chama zingine. Bere North, at the request of Justin Muturi and Lene Kivuti, I stepped down a very popular candidate wa DCP, anaitwa Mbui. Na wa members wa DCP wakaniletea shida sana. Lakini nikasema kwa sababu Justin Muturi amejitolea sana kwa ukombozi wa Kenya. He has been very active. He has been with us in every meeting. I said, let us step down the candidate as per his request. On top of that, mimi mwenyewe nikaenda mbele for 10 days. Na jeshi langu. Na tukasukuma hiyo mpaka tukashida. Tukaibiwa tukiangalia na macho. Ndio tukajipanga Olokala. Mbele tuliibiwa kama tunaangalia. Mimi nilienda hapo for 10 days. Na jeshi langu to support a candidate wa DP, not DCP. Which demonstrates that I am comfortable with other political parties in this mountain. Because I not only stepped down my candidate, but went to actively campaign kwa candidate wa DP. In fact, nilikaa kwa nyumba ya Muturi
akanipatia pahali ya kulala na kitanda na maji na sabuni. Sasa kama unalala kwa party leader wa chama kingine, unaweza kuwa na shida na hiyo chama? I am comfortable. And Muturi has been wonderful. If there is one man who have walked this journey with us, tulikuwa naye kwa serikali, tukafukuzwa na Ruto kwa kusimama na ukweli. Na tunaheshimiana sana. Na tumekuwa naye all over Kenya, tukipanga vile Kasongo ataenda nyumbani. But the other two brothers niliwaona juzi kwa Azimio, nimeona jana kwa press conference. Mimi naomba hawa, we are also missing you in action. Bwana Kivuti huko na mali, kuja ujiunge na sisi. Tufanye hii kazi ya kufukuza Kasongo. Peter Munya, come, we work together. And also build your parties. Please don't embarrass your parties. Usiweke candidate where you have not prepared. Because pale Murwadikili waliweka wakapata kura 70. Hapo Olkalau 28. Sasa wanaanza kulia, oh DCP na tunyanyasa. Sasa CDP tunauza kila siku. We want all parties to be strong. Our sister mother, wonderful iron lady, we respect her. Na kwa hii kazi amejitolea na tunamheshimu na chama yake. And we encourage all these parties. Ijiuze. Lakini that does not mean ati sisi tuache kuuza yetu tuangoje. Si sasa kila mtu auza yake. Mimi niuza chama gani? Mimi nitauza chama kingine kweli? Kila mtu nauza chama yake. And there is no problem. In fact, I'll talk to Muturi. Alike vyama zote ile iko hapa Mlimani, wale tunasema one time. Tuongee, tukubaliane, how do we work? Anaitwa Rigiji. Yani ukifikiria Rigiji sio ataenda nyamaze, sio afanye nini. Sikiliza mimi nikwambie. Kitu cha kwanza ambacho Rigiji anajaribu kusema hapo ni kwamba yani hata hizo sehemu zenu sijui Meru, Embu, sio wapi huko, mimi siwaachi hata kidogo. Mimi nina watu huko. Mimi nina na sijali sijui urafiki sio nini. Mimi nina watu huko. Yani nafasi pekee tu ambayo tunaweza tukaongea only nisipopewa niyo ya urais. Amewaambia na hataki kuficha. Alafu pia indirectly anajaribu kuambia wenzake kwamba mimi bwana, mimi nafanya kazi kwa bidii. Mimi nafanya kazi kwa bidii. Nyinyi pia sukumeni kazi, acheni uzembe. Mlishindwa mnalia nini? Eti sisi na wanyanyasa sisi mara nini? Nyinyi sukumeni ninavyosukuma mimi. Mpaka nakutajia mpaka na mikutano ambayo amefanya yeye. Sisi nimefanya hii, nimefanya ile, nimefanya vile. Nimefanya hii, nimefanya ile. Unajua tena Rigiji Rigiji naye anaga yani sui break nini. Unajua hata kwenye hiyo video amewapiga, lakini amevumilia sana, but amewapiga yani style yake tu mwenyewe yani yani hapo ndo tunampataga Rigiji ambaye ana maneno hivyo, but amewashambulia still. Lakini pia niseme Rigiji na wewe pia kuwa mjanja. Yani usiwaonyeshe kama unawashinda. Tayari inaonekana yani. You know, even you yourself unafanya kazi kwa bidii. It's something ambayo inaonekana. So just be humble at some point. Kuna muda ukifika, just be humble kidogo. Yani okay, sawa, wasione hivyo nini, but again let's be together. But huko nje nao unasukuma kusukuma. But at least kuja public alafu unaanza kusema nyinyi fanyeni kazi, sisi nyinyi mlipata kura 27, hapo kidogo Rigiji kuna namna tena auweki vitu utatekeleza maadui. Na kwa siasa hii hapa uadui sometimes waga ina changamoto zake yani. Just make sure una balance mambo Rigiji. You're doing good, you're doing fine. Nini shida inakuwa ni wapi? Sasa pole tu peleka mambo mosmos tu, alafu kila kitu kitakaa sehemu ambapo inatakikana. But again nilimuona nani jana Citizen TV Munya. Ilikuwa ni jana, yes, akisema Rigiji sabuli. How many people wanakubaliana na Munya kwamba Rigiji sabuli? I think kutokana na namna ambavyo waga anaongea, namna ambavyo anajigamba. Rigiji ni mtu ambaye waga anaonekana huyu mbona kama anakaa huyu ni kinganga fulani. Yani yeye ni mtu ambaye akijua iko hivi na itakuwa hivyo, na yani kama ukienda kinyume na yeye inaweza kawa ni shida sana. Rigiji hapa Munya anamwambia yeye ni bully. I don't know kama na wewe utakuwa unakubaliana na hiyo statement. You think he's acting as like a bully? That's what he is. He's not acting as a bully, he's a bully. You saw when he talked about the governor of Muranga the other day, calling him Kierere and telling him
and the governor was attacked by goons when he went to Ol Kalou. We think he needs to act more responsibly when dealing with Lindas and everybody else, all human beings. Yeah. It doesn't have to be Lindas only. Be more responsible. Use your language in a more courteous manner. You can go further than you have gone. But tell me something. Have you tried to have a private discussion with Gachagua? Have you tried, rather than airing it in public, have you tried to talk to him privately? Sometimes you you talk to somebody privately and you see it's not happening, it's not changing. You just keep quiet and reaches a point where you feel you must express that publicly. There was a time when he was deputy president. I have never had any issues with him. I've never quarreled with him. In fact, I was one of the best friends of his late brother. I went to visit his brother in hospital in the UK, representing other governors. I was representing governors in the funeral of his brother. Immediately he was elected, he went to Meru. He said, Munya is a Musaliti. He said in public, Munya is a Musaliti, he needs to walk slowly. I don't know when I'd walked very fast, where, and what I was saliting. Kwa upande wangu, okay, na support. Rigiji na ni bully. Si kwa ubaya, lakini Rigiji ni bully. And I think naturally tu Rigiji ni mtu ambaye he's aggressive. Sio watu, unaona kama Kalonzo sio kama Rigiji. Okay, kupata Kalonzo anaongea kama Rigiji ni ngumu. He's just like that. Yani yuko tu hivyo tu. Yani yeye ni mtu aggressive tu. Yani sio mtu ambaye anaweza akakuapproach na tulivu ama aongee kwa ustaarabu. Mimi nafanya kazi. Mimi nilienda huku jana, nilifanya huku, nilikutana na hawa, nilifanya hivi. Chama changu kimekuwa kubwa, tulishinda pale na kura 1000 ngapi, tulifanya hivi na nyinyi pia sukuma. Unaona hivyo, yani that's Rigiji now. Kama ukitoka kwenye line kidogo utakosa kumuelewa. Utasema huyu jamaa mbona kama hivi na hivi, lakini yuko hivyo. He's a bully too naturally ukimwangalia. In fact, sometimes namuona hivi nasema, huyu kama akikuwa rais. Na ndio maana sometimes watu hawana shida na Rigiji kwa opposition na sote tusukume tunavyosukuma kwa sababu at the end of the day ana influence kubwa Mount Kenya, but yeye sio option. Imagine Rigiji na jinsi alivyo. Angekuwa mtu kama nani? Tuseme Kalonzo. Watu wangetaka yeye. Sorry, yeye ndo tunamtaka. But mbona so option? Do you know the reason why Rigiji sio option? Because ya namna anavyoonekana. Too aggressive, ni bully, kabila fulani. Yani ukimwangalia, hii ndo package ya Rigiji. Tuongee tu kweli. Tushasema wanasiasa, hakuna mwanasiasa msafi eti utamwangalia useme huyu sio mkabila. Sio mkabila. Ingia kwenye ofisi yake, fanya uchunguzi wako ndo utajua ni mkabila. Hata Ruto mfuatilie vizuri utajua ni mkabila. Hakuna mtu ambaye hata wewe leo huyu ukipata nafasi ya mshua familia yako nani, hiyo ni tabia yetu na tuko nayo hiyo, tusidanganyane. As much as you need to balance. Sawa, unapenda community yako, but you have to at the end of the day just balance. I think that's the most important thing. Unaweza ukaweka watu wako hata 5, but make sure una balance. Usiweke wengi mpaka tena inapitiliza. No, weka watu wako 5, tafuta watu wengine huko nje 5. Balance tu. Au no, 5 ni nyingi. Weka hata 3. Balance. Sawa, unapenda nyumbani lakini make sure you balancing. Unanielewa? Ndo watu wasikuambie mambo mengi sio na nini. So kwa Kimani Ichung'wah, kwa nani wote ambao waga mnamuita Rigiji mkabila, jamani, hata nyinyi wenyewe wa kabila, hata kwenye kupitia appointments zenu hivi vitu vinaonekana waziwazi. So acheni mambo yenu. Acheni mambo yenu. Anyway, tupatane kwenye video ambayo inafuata. Make sure na subscribe, make sure na like the video. Alafu kila kitu kitakaa sehemu ambapo inatakikana. Bye bye.